Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza hazina, maana ya neno hazina ni akiba au vitu vya thamani vinavyotunzwa au kuwekwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Ni akiba au vitu vya thamani vinavyotunzwa au kuwekwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba maishani mwetu tunaishi tukiwa na mipango, tukiwa na malengo, tukiwa na vision ya kwamba tunataka tufike wapi. Hatuendi tu kwa sababu tupo tuishi tu ili mradi. Tunaishi kwa sababu Mungu ametupa akili, na hizo akili ametufundisha kujua kwamba tuishi kwa namna gani kwenye nyakati tofauti tofauti. Moja ya kipindi ambacho ametufundisha ni kuona kijana anakuwa ni mtu mwenye malengo, na katika malengo hayo ni mtu anaishi kwa kuweka akiba. Na tunaposema hazina tunamaanisha, tunaposema kijana tunamaanisha ni mtu mwenye umri pevuka. Maana ya neno kijana ni mtu mwenye umri pevuka katika hatua za ukuaji wake, au ni umri kati ya utoto na utu uzima. Ni umri kati ya utoto na utu uzima. Hapo katikati huyo mtu anaitwa kijana. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Basi nianze kwa kusema kwamba siku zote nyakati ambazo watu wanatengeneza future yao, wanatengeneza maisha yao, wanatengeneza kesho yao iliyo nzuri na iliyo njema, isiyo na majuto wala isiyo na vilio, isiyo na masikitiko wala isiyo na dharau, ni kipindi ambacho unaitwa kijana. Ukikosea kwenye maisha ya ujana, hapo unatengeneza hatima iliyo mbaya kwenye maisha ya baadaye, ambapo utakuwa ni mtu mzima na hauna nguvu ya mapambano kupambana kama kipindi una nguvu. Haleluya. Haleluya. Tunaweza tukaangalia matokeo ya mtu yoyote ambaye tunamuona. Tukiona mtu anaishi maisha mazuri kwenye kipindi cha uzee, maana yake kipindi cha ujana wake alihakikisha anapambania ndoto zake, na hizo ndoto ndio tunaona matokeo ya namna anavyoishi leo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nikifeli leo kama kijana, nisipopambana kama kijana, nisipong'ang'ana kama kijana, nikikubali kurelaksi, nikikubali kutokutimiza majukumu nilionayo katika utumishi au kwenye maisha yangu ya kila siku, niwe na uhakika kuna wakati utafika ambapo siwezi kufanya jambo lolote la kuniingizia kipato, na litasababisha niwe na maisha ya kudharaulika na kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitabu cha Mhubiri sura ya 12, Mhubiri 12:1, Mhubiri 12:1. Sasa tukasoma hapo, tuanzie hapo. Kitabu cha Mhubiri 12:1. Mhubiri 12:1, Biblia inasema, kumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Bwana Yesu asifiwe.
hapa tunapata picha kwamba mhubiri wakati anafundisha, maana yake inaonekana alipata historia ya mtu mmoja ambaye hakumkumbuka muumba wake siku za ujana wake. Ulipofika wakati ambapo alitakiwa kuona maisha mazuri, maisha yenye furaha, maisha yenye amani, maisha yenye ushindi, akajikuta hana furaha na maisha hayo. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati aliishi chini ya utaratibu ambao sio mzuri. Alikosea, alijikuta anatoka kwenye mkakati wa kumfanikisha, akajiishi maisha ambayo yasingeweza kumletea matokeo mazuri. Ndio maana anasema wala haijakaribia miaka nitakaposema. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Kumbe kuna miaka inakuja, na hiyo miaka itakapokuja utasema, unasemaje? Mimi sina furaha katika hiyo. Haleluya. Mimi sina furaha katika hiyo. Kwa nini una furaha? Kwa sababu wakati watu wanazungumza habari za Mungu uliwabeza. Wakati watu wanazungumza habari za Mungu uliwadharau. Wakati watu wanazungumza habari za Mungu uliona wamepitwa na wakati. Wakati watu wanazungumza habari za Mungu uliona hawa watu ni watu wanaopoteza muda, au ni watu wanatafuta pesa kupitia neno la Mungu. Ndipo wakati utakapofika, hautakuwa na kona, hautajenga, hautaanza kutafuta namna yote ya kurejesha nguvu ili uweze kuishi kwenye hatima iliyo nzuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bado unayo nafasi kama kijana. Bwana asifiwe. Moja ya vitu ambavyo vinasumbua vijana wengi ni anasa za dunia. Moja ya vitu ambavyo vinasumbua vijana wengi ni kupenda maisha ya kumchukiza Mungu kuliko kumpenda Mungu. Biblia inasema rafiki wa dunia ni adui wa nani? Rafiki wa dunia ni adui wa nani? Kwa hiyo kama wewe umefunga urafiki na dunia, uwe na uhakika wewe ni adui namba moja wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Haiwezekani watu wanapozungumza habari za mambo ya Mungu, kwako wewe hayana kipaumbele wala hayana nafasi. Na kama yana nafasi unayasema katika maneno tu, lakini utimizwaji haupo. Kama hivi ambavyo tumeanza leo, tunaonekana tuna furaha, tunaonekana tunasherekea, tunaonekana tunaruka, tunaonekana tunafanya kila kitu. Watu wakitutazama wanaona yes, kama tumeanza hivi basi tunatarajia baada ya muda fulani kuna vitu vikubwa vitakavyofanyika. Lakini baada ya muda si mrefu watuone tumeshuka tena. Kama ambavyo amesema Baba, tunakuwa na hasira ya mlenda. Ile hasira ikipotea, tunapotea na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kijana, ninajua kwamba moja ya vitu ambavyo vinatusonga ni anasa za dunia. Moja ya vitu ambavyo vinatutesa ni shetani kutafuta ahakikishe hautakiwi kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwani hujawahi kukutana na scenario wanakuambia kuokoka ni uzeeni? Amen. Kuna wengine wanaenda mbali zaidi. Bahati nzuri mimi nafanya kazi ya bajaji. Unaweza ukakutana na watu wanaongea story ngumu sana, alafu ukiwaambia hizo story mnazopiga mbona hazimtukuzi Mungu. Mfano, wanaongea labda mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja, haiwezekani, au mwanamke hawezi kuwa na mwanaume mmoja. Ukiwaambia inawezekana, nakwambia wewe usitudanganye. Kwa nini? Kwa sababu dunia inaamini katika kujua haijawahi kuwezekana kwamba kijana ambaye ana umri anakula asubuhi mchana na jioni anaweza akatunza maisha ya utakatifu, anaweza kuishi kana kwamba anajua kesho na kesho kutwa mimi sio wa hapa. Inawezekana nikaondoka katika dunia hii, nitakapokwenda kule niliambiwa uzinzi ni dhambi, niliambiwa kuwa na mke wawili ni dhambi, niliambiwa kuwa mtu ambaye ninafanya matendo maovu ni dhambi. Kwa hiyo kama ninaishi maisha ya dhambi, niwe na uhakika kwamba ninatengeneza kesho yangu iliyo nini? Mbaya. Haleluya. Haleluya. Wengine wanakuambia ponda raha kufa kwacha. Kijana, ponda raha. Wengine wanakuambia maisha ni mafupi mwanangu, kula raha.
Usijivunge. Wengine wanatuona sisi tulioko kanisani huko tunapoteza muda. Tunapitwa na vitu vingi. Nataka nikwambie kijana ulio mahali hapa, sema amina. Nataka nikwambie kijana ulioko mahali hapa, wewe ambaye umechagua kuwepo mahali hapa, umechagua fungu jema. Haujapoteza. Yuko Mungu ambaye inawezekana leo hawamuoni, inawezekana leo hawaoni thamani ya wokovu ulionao, lakini nataka kuambie, endelea kuwa mvumilivu, endelea kumwamini Mungu, endelea kutulia, endelea kumsubiri Bwana. Wakati utakapofika, watakuja kubaini ya kwamba yuko Mungu aliyekusaidia kuwa hapo ulipo. Amen. Hatushindi kwa nguvu zetu. Biblia inasemaje? Ninayeweza mambo yote katika yeye anenitia. Kwa hiyo nikiushinda uzinzi ni kwa sababu yupo anenitia. Lakini neno la Kristo likiwa ndani yangu litanishuhudia ninachofanya, ninatakiwa kufanya nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama nikimkuta mtu anasema ameokoka, ni kijana anatafuta msaada kwa waganga, maana yake huwa anamwambia Yesu, nisubiri kidogo, wewe umeonekana kama unanichelewesha, ngoja nitafute msaada huku palipo na uharaka. Nataka nikwambie, umeenda kujiungamanisha na Mungu mwingine. Na Yesu anaga hayo mambo. Anakuambia Mungu hafanyeje? Hadhihakiwi. Unapomdhihaki Mungu, maana yake Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo ukianza kuvuna uovu, ukianza kuvuna vilio, ukianza kuvuna magonjwa, ukianza kuvuna maisha magumu, usije ukasema yametokea wapi. Lazima urudi nyuma ujiulize, ninavyoishi ndivyo Mungu anavyotaka niishi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kumpendeza Mungu kunawezekana. Kuishi maisha matakatifu kunawezekana. Kukaa na kutimiza kusudi la Mungu kunawezekana. Sio kwa ujanja wa mtu yoyote, sio kwa elimu ulionayo, sio kwa pesa ulionayo, bali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kijana kama hazina ya kanisa. Baba amezungumza kwamba kuna wakati wasipokubali vijana kutengenezwa, maana yake yeye akipita hakuna kanisa tena mahali hapa, si ndio? Amina. Lakini kama tukikubali vijana, tukamwambia Baba, tuambie, tuagize tufanye nini, tuelekeze tufanye nini, tumekubali utuambie cha kufanya na tukafanya, uwe na uhakika. Maana yake anaweza akatoka hapa akaenda ameitwa sehemu kama ni semina au ameenda kikazi, ataona kazi ya Mungu inasonga. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameenda na Yesu wake. Yesu mwingine amemwacha wapi? Hapa. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kijana hazina ya IRCT, na kusihi uamke. Ujue Yesu ana shida na wewe. Maisha ulionayo Yesu anataka uyawekeze kwake. Ajue kwamba akitazama nyakato, akaliona kanisa la IRCT, akimtafuta mtu mmoja ni kijana, anakutazama wewe. Sio akiangalia kanisani haoni kijana, anamwona mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sifa tunazopaswa kuwa nazo vijana. Kijana kama hazina ndani ya kanisa, kuna sifa lazima uwe nazo ili uweze kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Amina. Sifa ya kwanza, utii na unyenyekevu. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 5. Petro ya kwanza sura ya 5 mstari wa 5. Biblia inasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Vivyo hivyo ninyi vijana
watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Huwapa wanyenyekevu neema. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kumpendeza Mungu? Unataka kuwapendeza wanadamu? Lazima uwe ni mtu unayetii. Unatii mamlaka, unatii uongozi, unatii neno la Mungu, unafuata kile ambacho kinaamriwa na kanisa au kinaamriwa na neno la Mungu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi tukapendeza Mungu kama sisi sio watii. Hatuwezi tukasema tunamtumikia Mungu ile hali hatuna unyenyekevu ndani yetu. Yesu asifiwe. Najua tumeokoka tukiwa na matabia yetu. Mfano wa igizo tuliloliona hapa. Tulikutwa tukiwa na maukorofi yetu. Yaani ukiniambia nini na kuambia nini. Ukileta nini kutana juu kwa juu. Yaani tuelewani, hatutaelewana. Kwa nini? Kwa sababu kuna mfumo ambao bado unanitawala, na ule mfumo ndio unasababisha nisikubali kuwa chini ya mtu. Ninajiongoza mwenyewe, ninachokifikiria ndicho ninachokifanya. Kwa hiyo ukiniambia jambo sitakusikiliza. Lakini tukikubali kukaa, tunalelewa. Kama tunalelewa, manake uwe na uhakika mtu yote anayelelewa atafuata utaratibu wa mtu anayemlea. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Utii pamoja na unyenyekevu ni lazima tuwe navyo kwenye maisha ya kuwa na sifa ya kijana kama hazina katika kanisa. Lakini namba 2, lazima uwe kielelezo. Uwe mfano wa kuigwa na jamii yako. Uwe kielelezo. Lazima uwe kielelezo. Yesu asifiwe. Moja ya vitu vigumu ambavyo saa hizi vinashindwa kututofautisha na watu wengine ni aina ya maisha ya watu waliookoka makanisani, hasa vijana. Ni kweli kuna namna nyakati zimebadilika. Ni kweli kuna maisha ambayo tumefika kipindi ambacho usipokaa vizuri, usipokuwa unaweza kutazama vizuri, hutajua aliyeokoka na ambaye hajaokoka ukikutana na vijana. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa vijana ukiwa umeharibika, kama umeharibika, ni nani anaurekebisha? Ni kijana ambaye anafanya tathmini mwenyewe. Anakaa anajitathmini, anajiuliza, hivi ni kweli nimeokoka? Ila watu wananizungumzaje? Watu wanasemaje? Hivi ni kweli wanavyonizungumza wanazungumza kama mtu niliokoka au wanazungumza kama muhuni aliyoko kanisani? Tunatumia kanisa kama kichaka cha kuficha maovu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukikosa kuwa kielelezo katika kanisa, uwe na hakika kama kuna mtu anatutazama ili tuwe sababu ya sisi ya yeye kuokoka, uwe na hakika yule mtu tunamtupa mbali sana. Huyo mtu anatutazama ili kupitia sisi aokoke, akitutazama anatuona ni sawa na yeye ambaye hajaokoka, hatuwezi tukawa sababu ya yeye kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Timotheo wa kwanza mstari wa 4 sura ya 4 mstari wa 12. Biblia inasema, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Biblia inatuambia kama maisha yetu hayawezi kuwa kielelezo, maana yake tutakuwa ni watu tunaishi maisha ya kujificha ficha. Hatutaki kuweka bayana uhalisia wa namna tulivyo.
Tunatakiwa tuishi uhalisia wa neno linavyotaka tuwe. Sasa kama hatuliishi neno, kuna maisha gani nyuma ya kutokuwa na neno? Kielelezo, watu wakikutazama wamtukuze Mungu kwa matendo yako. Tutajifunza kutoka kwa watumishi mbalimbali. Yesu wakati anatembea kwenye utumishi wake, Petro aliathiriwa mpaka anakutana na wale watu waliomkamata Yesu wanataka wamsulubishe. Alipoulizwa, na wewe si ni miongoni mwao? Alisemaje? Akasema, mimi kabisa. Wapi? Mimi huyu hata simjui. Ni nani kwanza huyu? Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, wewe Petro, wewe mbona hata kuongea tu tunaona unaongea kama yeye, inakuaje hapa unamkataa? Bwana Yesu asifiwe. Akajivaragajua, akaona yeye limeshastukiwa, akahama, akakaa huku, akawika tena. Akamwambia, na wewe vipi? Mbona kama tulikuona huko na huyo mtu? Akaona sasa, mbona kama wananiandama hawa jamaa, yaani na huku wamenifuata tena. Mimi simjui, kwa kweli simjui huyu. Mimi nitakuwa na mnyang'anyi. Huyo ni mnyang'anyi. Yaani ukiangalia hapo labda Biblia ilifupisha kidogo, lakini inawezekana kuna maneno magumu Petro alikuwa anatamka ili mradi kuwafanya wale watu wajue kwamba hamjui kabisa. Akamwambia, wewe acha basi, mbona sisi tunakuona hata kutembea na kuongea, yaani ni yeye kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Petro alijitahidi kumkataa Yesu. Akasahau kwamba Petro namna alivyoishi na Yesu aliathiriwa na tabia za Yesu, ikapelekea hata namna anavyotembea, namna anavyozungumza. Isingekuwa ngumu mtu anayemsikiliza Petro akajua huyu ni mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Sasa sisi sasa tukijichanganya huko katikati, yaani humo hajulikani mlokole, hajulikani ambaye sio mlokole, yaani ni vurugu mechi. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tutoke kwenye maisha ambayo kila mtu anapotutazama isiwe sababu ya kumtukanisha Yesu na kumrudisha msalabani. Watu wakisikiliza maneno yetu, Biblia inasema maneno yetu na yatiwe nini? Munyu. Maana yake maneno yetu wanapoyasikiliza yasiwakere, yawe ni maneno ambayo yanaweza kuwavutia, wakajua kwamba huyu mtu nikizungumza naye, kama kuna jambo linanitatiza, kama kuna jambo linanisumbua, niwe ninaenda kupata nini? Msaada. Bwana asifiwe. Hatutarajii kwamba ni mpaka baba. Hata sisi huyo Yesu, huyo Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Na kwa sababu anakaa ndani yetu, maana yake mtu yoyote atakapotujia akataka kumuona Yesu, atakutana naye na wala hatapata shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Sasa kama una mahovyo mengi, unatarajia utakuwa na ujasiri wa kuambia watu habari za Yesu? Kesho leo ukitoka tu hapa, kesho tunakukuta umempeleka Yesu gesti. Yesu nisubiria hapa mlangoni, nakuja saa hii. Unachoma ndani. Ukitoka anambia Yesu, nisamee kwa kweli jamani. Yaani dhambi na yenyewe si nitaishindaga lini? Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kupigana kidogo, matusi mengi. Yaani sasa ukiwa mtaani tunakukuta unasikiliza saa nyingine watu, mimi unajua kana washangaa mtu, hivi unapata ujasiri wapi unasikiliza Bongo Flava? Mtu saidizane, labda mimi sielewi sana. Bwana asifiwe. Unapata ujasiri wapi? Unaweka nyimbo kwenye simu za Bongo Flava, alafu unaanza kusikiliza. Yaani maana yake ni sawa na nguruwe amesafishwa, alafu tukamkuta kwenye matope. Bwana Yesu asifiwe. Kijana umeokoka, unaniambia umeokoka, kwenye simu yako umeweka Bongo Flava. Tusidanganyane. Yaani kesho nitakukuta tu nalalamika, mapenzi yamekuumiza, mapenzi yameniumiza, sijui amefanyaje. Na utaumizwa kweli kweli. Kwa sababu utulivu wako ni sifuri.
na kwa sababu ni sifuri hautafuti msaada wa Mungu kukusaidia. Kwa hiyo endelea kulalamika. Kwa nini? Kwa sababu wewe unachukua nyimbo kama sehemu ya kwenda kuweka ujumbe, watu wakujue kwamba na wewe umo. Bwana asifiwe. Kuna maisha ambayo Yesu anayataka kwa kijana. Maisha hayo ni yapi? Ukae, umsikilize, ufuate anachosema, ambacho hakufanya Yesu wewe usifanye. Kama unafanya tunajiuliza umetoa wapi? Umepewa na yule jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Uwe kielelezo. Utakuwaje kielelezo kama umpendi anayetakiwa akufanye uwe kielelezo? Hausikilizi mara kwa mara habari za yule ambaye anataka uwe kielelezo. Nataka nikwambie ndugu yangu, najua duniani shetani huwa hatumii muda kama huu tunaotumia sisi. Anawakusanya watu alafu anawaambia, haya sikilizeni jamani, mimi ndio shetani, mkinifuata itakuwa moja, itakuwa mbili, itakuwa tatu. Afanyagi hicho kitu. Anachokifanya tu yale ambayo Biblia inayakataza ndio ukikatiza mtaani unakutana nayo. Yaani kama ukiwe shida macho yako ukitazama mdada unapata shida, unatembea mpaka unaenda mpaka unageuka kidogo, alafu unasema ila huyu ameumbwa. Uwe na hakika kesho na kesho kutwa utatafuta huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mwili, macho, nafsi, ndio vitu ambavyo vinachukua muda mrefu. Umemwona mtu, unaanza kumfikiria, unaanza kumuwaza, unaanza kumtafakari. Hauna muda wa kuchukua neno la Mungu ambalo bado halijatutolea matokeo kwenye maisha yako, ili upate kulifanya litoe matokeo. Uchukue muda mrefu wa kutoa matokeo ya neno, badala yake unatoa matokeo ya kufanya mambo ya ajabu. Yesu asifiwe. Mwambie mwenzio lazima uwe kielelezo. Lazima uwe kielelezo. Najua tunapaswa kujua kwamba kila mtu amepewa kitu chake cha kufanya hapa duniani. Yesu hajakuokoa kwa bahati mbaya. Joni, Yesu hajakuokoa ala hajakutana na wewe ili upone tu useme ninamshangilia Mungu, nimepona jamani, ninatembea leo. Kuna kitu kupitia wewe Mungu atatukuzwa. Kuna kitu kupitia wewe watu watamuona Kristo aliye halisi. Yaani Yesu anayeishi leo, Yesu anayefanya leo, Yesu anayeponya leo, Yesu anayewasaidia watu leo. Sio story, sio hadithi. Yupo sasa na anaweza kufanya sasa. Ni wewe tu ujaamua kuwa tayari kufungua moyo wako. Ni wewe tu ujaamua kumwambia Yesu, nina mamizigo yamenizidi. Uzigo ulionao si mzito kwa Yesu, kwako ni mzito kweli kweli. Inawezekana unatembea paka mgongo umepinda namna hii. Inawezekana unatembea paka umeshikilia mkongozo. Inawezekana unatembea paka umekodi kitu cha kubeba hayo matatizo ulionayo. Lakini nataka nikuambie, sikiliza mtu wa Mungu, Yesu hicho ambacho kinakutatiza haujaamua tu kumpa. Ukiamua kumpa, nataka nikuambie, kesho tutatuletea ushuhuda hapa. Utatuambia nilikuwa na mzigo huu, nilikuwa na shida hii, nilikuwa na matatizo haya, nilikuwa nateswa na hili, lakini Yesu anaishi leo, lakini Yesu anayefanya leo ameyachukua masikitiko yangu. Biblia inasema mtu wa masikitiko mengi, mtu wa mwenye huzuni, alafu akakubali kuyachukua, akachukua. Unajua, Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna fulani baba huwa anapenda kusema, yani unajua natamani ningechukua si namna gani ni kuingizie huko ndani ili uelewe namna gani Mungu alivyo. Kinashukuru Mungu kwamba kuna namna kila unapozidi kukaa kwenye mafundisho, kila unapozidi kupenda mafundisho, Biblia inasema apendaye mafundisho amependa nini? Maarifa. Na kila unapokaa kwenye mafundisho kuna hatua mpya unasogea. Kila unapokaa kwenye mafundisho kuna hatua mpya unasogea. Sasa wewe kama mafundisho ni Jumapili kwa Jumapili, wakati mwingine hata ukija kanisani na yenyewe unasinzia. Sasa unasikiliza manini sasa? Bwana asifiwe.
Sasa ndio hapo unajiuliza, sasa huyu ametoka nyumbani saa hizi asubuhi, amefika hapa anasinzia. Aya. Halo. Bwana asifiwe. Tunatamani tuwe vijana vielelezo. Ziko kazi nyingi katika kanisa. Lazima ifikie wakati vijana tukubali kupumzisha majukumu mengine ya kanisa. Na ndio sifa ya kielelezo. Watu wakija hapa wanatuona kama kumbikumbi tumeshirikiana. Wakija hapa wanatuona kama sungusungu. Huyu ameshika hili, huyu ameshika hili, huyu ameshika hili, huyu ameshika hili. Maana yake nini? Tunataka tumtumikie Mungu na Mungu apate kupata utukufu wake. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Jambo lingine ni kutunza utakatifu. Tunza utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na pointi namba 4, kijana unapaswa kuwa na hekima. Kijana unapaswa kuwa na hekima. Moja ya vitu ambavyo vijana hatunavyo na hiyo hekima ambayo tunaipata kupitia neno la Mungu. Vijana wengi tumeikosa. Vijana wengi ni vurugu mechi. Vijana wengi wakati mwingine ni uropokaji tu, mtu anaongea tu chochote, anazungumza chochote, anaishi vyovyote, kwa sababu hata namna ya maisha unayoishi pia unapaswa kuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Unakutana na kitu kizito ambacho ukikurupuka unaharibu. Hapo ndipo unapotuliza akili, unamwambia Baba, hili kwa kweli ninaliona liko nje ya uwezo wangu. Ninaliona ni kubwa sana. Ninaomba unisaidie. Ninaweza kulitatua kwa namna ipi? Ninaweza nikalishinda kwa namna ipi? Ninaweza nikavuka kwa namna ipi? Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni mpaka umetaka hekima kutoka kwa Mungu. Haujawa na hekima, tutaona tu ni vurugu mechi kushoto na kulia. Tutaona tu ni kelele na vilio visivyoisha. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kumalizia. Pointi ni kijana anapaswa kuwa na nguvu. Mwambie mwenzio unapaswa kuwa na nguvu. Sio hizo za kula ugali na mlenda. Hizo zenyewe zinahitajika lakini sio sana. Unapaswa kuwa na nguvu na neno la Mungu na uwezo wa kumshinda shetani. Kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 14. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Kijana, lazima ujue kwamba wewe una nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Kwa hiyo kama tuna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yetu, tumemshinda nani? Tumemshinda mwovu. Bwana asifiwe. Tutatazama vijana wengi inapofikia swala la kutafuta mafanikio, tunakutana na ushauri wa watu tofauti tofauti. Tunakutana na marafiki wa aina tofauti tofauti. Tunakutana na mafundisho ya aina tofauti tofauti, na tunakutana na imani za aina tofauti tofauti. Kwa sababu kijana ndio kipindi ambacho anatafuta kutengeneza kesho yake iliyo nzuri.
ndio wakati ambapo anaweza akajikuta anaingia kwenye mikono ya adui, na akishaingia kwenye mikono ya adui anaenda kutumika vibaya. Bwana asifiwe. Unajua wanaotoa makafara watoto wao ni vijana Wanaotoa wazazi wao kafara ni vijana wakiwa wanatafuta nini? Msaada. Lakini kama kijana umejaa neno la Mungu ndani, umejaa nguvu za Mungu ndani, unawezaje kuwa na ujasiri wa kutaka mafanikio nje ya mkono wa Mungu, nje ya neno la Mungu? Haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu hayo mawazo kwanza hayaji. Kwa nini? Kwa sababu unamjua Mungu unayemtumikia, na kama unamjua unayemtumikia, maana yake una uhakika ni kwamba inawezekana leo sijafanikiwa, lakini kesho inakuja iliyo nzuri. Inawezekana mwaka huu nikaona wengine wakinuliwa, lakini mwakani mambo yatakaa vizuri. Inawezekana nimekaa muda mrefu pasipo kufanikiwa, lakini nataka nikuambie, unakuja wakati kwa yule mtu aliyevumilia, kwa yule kijana ambaye hajawa na masikio ya kutazama kushoto na kulia, kwa yule mtu ambaye macho yake hayawaangalii watu, macho yanamwangalia Mungu. Ndio hao watu ambao Mungu anawataka. Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakaye. Sasa wewe umevumilia tu mwaka, una miaka miwili tu kwenye wokovu, tayari umeanza mayowe kama. Bwana asifiwe. Angalia, na anatarajia kuona kijana ambaye yuko katika kanisa la IRCT anamtumikia. Kwani Yesu alitumika akiwa mzee? Bwana asifiwe. Si mnajua Yesu alitumika akiwa ni kijana kabisa? Sasa huyo kijana ambaye uko hapa, alafu bado kuna vitu hutaki kuvifanya, kuna vitu unapuuza, kuna vitu unazembea, unataka uje ufanye wakati upi? Ukiwa una nguvu ndio unaanza kumwambia sasa baba, ndio nimekuja sasa. Uje tu, ndio Waswahili wanasema uje ujaze tu viti rafiki yangu. Yaani wakati umeshatumika huko, umetumika vibaya, ndio wakati unakuja hapo umechoka, umeishiwa kila kitu, ndio unakuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ungali una nguvu hivyo, ungali una akili hivyo, ungali una nguvu ya neno la Mungu hivyo. Huyo Yesu ninasema habari zake leo, kijana wa IRCT, lazima uinuke na umwambie Yesu, nikutumikie wewe, nipe nguvu za kukutumikia, nipe upako wa kukutumikia, nipe maarifa nikutumikie, nipe akili nikutumikie, nifikishe kusudi lako ulikotaka lifike. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hakuna mtu hapa katikati yetu ambaye Mungu ametuokoa tuje hapa tufahamiane tu hivi useme kwamba mimi namfahamu fulani na fulani na fulani na fulani. Kuna watu ambao hatuwajui leo, kuna watu ambao hatuwafahamu leo, wako nyuma yako, na hao watu wanakusubiri wewe uinuke kama kijana, uende ukamwambie habari za Yesu, ya kwamba yuko Yesu mtenda miujiza, yuko Yesu mtenda maajabu, yuko Yesu mponyaji, yuko Yesu aliyewafufua watu kutoka kwenye magonjwa, kutoka kwenye mateso. Anakusubiri wewe, mtu mmoja ambaye utaamua leo ya kwamba ninataka nimsaidie Yesu kufanya kazi.